huwezi. Na ndipo Yesu akafika mahali akasema, mahali hazina ya mtu hiko, hapo ndipo nini? Moyo wako uko. You cannot keep wealth where your soul is not. Kwa hiyo wapendwa, maana sisi ile shari tuko nayo kama kanisa la Mungu, kumaliza kazi ni shida. We as Seventh-day Adventist believers, especially not in Kenya field, tuko na challenge kubwa because we are punching below our weight. Why? Numerically we are very strong, 40,000 members, lakini tithe ambayo tunapata within 1 month is 8 million is found below. Na si ya kwamba tunataka tuchange, no. We cannot fundraise on that. It is about faithfulness. Yule ambaye amebarikiwa kama Zakayo, atoe kama Zakayo. Yule ambaye amebarikiwa kama yule mama Yesu alipoenda kanisani katika kitabu cha Luka na Marko 12. Siku moja Yesu akaingia kanisani, na alipoingia kanisani hakuenda kwa mihabara hapa, hakuenda hapa kwa pulpit, no did he stood in the choir, lakini Biblia inasema akaenda mahali watu walikuwa wanaweka hazina hapo, aone vile watu wanaabudu katika hali ya kutoa. Na ndipo Yesu anasema watu wakaja wakilete mapesa, lakini akaja mwanamke mmoja tena mzani akaweka. Na alipoweka Yesu akaweza kuita wanafunzi wake akamwambia, angalia hapa leo kuna mtu ametoa kuliko wote. Kwa hiyo Yesu aangalie the amount that you give, but he looks on the spirit and the faithfulness that you have. How faithful are you? It matters tithes and offering. How faithful are you? Because that is stewardship. How faithful are you? Or you just give leftovers? Kwa sababu wengi wetu tunapeana mabaki, hatuna mpango kamili. Kumbuka kuna wakati Daudi alienda kuhesabu wana wa Israeli na akawahesabu, na ilikuwa ni kinyume na mpango, na ndipo sasa ukatokea tauni, na ndivyo nabii mtumishi wa Mungu akamwambia basi enda utoe kafara because of that. Na kwa sababu alikuwa karibu na uwanja wa Arauna, mtu anaitwa Arauna, akaweza kumwambia kwamba I will give you everything that you require for sacrifice. I will give you the dressing cloth, I will give you the bull, and I will give you everything that you require. Daudi akasema, I cannot sacrifice to the Lord that which does not cost me anything. I will pay you the full amount. Wengi wetu tunataka kumtolea kafara Mungu ambayo haitugharimu kitu chochote. That is not ibada. Kwa hivyo wapendwa, faithfulness is the outcome of salvation. Yesu akasema watoza ushuru watatangulia katika ufalme wa mbinguni. Zaidi akasema makahaba nao watatangulia katika ufalme wa mbinguni. Tuangalie tuone kama kweli ni jambo hili ni la hakika kama ni la kweli. In the book of Matthew, not Matthew but Mark 16, Mark 16 verse 9. What does the Bible say? Kuhusu makahaba ambao watakutana na Yesu waweze kubadilika, wawe totally transformed, watalidi uzima wa milele. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa neema, hajafungia klasi yoyote ya watu. But ningependa ujue ya kwamba wokovu unaonyeshwa na nini? Na matendo. Can you read for us? Mark 16 verse 9. 16:9 says, Now when he was early on the first day of the week, wakati Yesu alipofuka siku ya kwanza ya juma, tena mapema sana, he appeared first to Mary Magdalene. He appeared first not to the disciples, but he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast 7 demons. Out of whom he had cast 7 demons. Because Mary the Magdalene was a prostitute. Yule mtu aliyeletwa kanisani asubuhi, mwanamke akaletwa kwa Yesu, akasemekana amepatikana katika tendo lenyewe, so was none other than Mary Magdalene. That possessed the demon, ambaye alikuwa na shida ya ukahaba. Lakini sababu ya kukutana na Yesu akawa mwokozi wa maisha yake, tunaona wakati Yesu alipokufa akifufuka, he appeared to her, kwa sababu alikuwa mwanafunzi wake.
Na kuna kitendo pia alifanya wakati Yesu alitembea kwa nyumba ya Simoni. Kwa nyumba ya Simoni Yesu akawa karamu ya jioni hapo. Mariamu aliposikia hivyo, katika Injili alienda akatoka kwake na chupa ya mafuta. Biblia inasema dhamani ya hiyo chupa ilikuwa ni mshahara wa mwaka mzima, na alipokuja akaanza kumiminia Yesu mafuta akimpangusa pia na nywele zake. Daudi anauliza, why all this waste? Si mafuta ingeuzwa iweze kusaidia masikini. But kwa sababu Mariamu alielewa kile Yesu alifanyia, he gave his all. Alipeana yote. Kwa hivyo wapendwa, if you want to know how you are doing spiritually, ukitaka kujua vile unavyofanya katika hali ya kiroho, just look at your giving. Ukitaka kujua unafanya namna gani katika hali ya kiroho, angalia vile ambavyo unavyopeana. Kwa sababu Yesu anasema mahali hazina ya mtu iko, hata moyo wake hapo ndipo huko. Wapendwa, Mungu wetu ni upendo. Mungu wetu ni wa ajabu. Na Mungu angependa tuweze kumwabudu katika roho na kweli. The issue is in stewardship, what is required is one to be found to be faithful. Faithfulness is the evidence of salvation. Kwa sababu tunaona Zakayo akisema, angalia Bwana, bila kuulizwa na mtu yoyote, bila kukumbushwa, akajua ya kwamba kumbe nimekuwa very selfish, kumbe ninastahili kuhudumia hata masikini. Akasema nusu, half of my wealth, total of my wealth, I will give to the poor. Na kama nimechukua kitu cha mtu kwa njia isiyo sahihi, nitalipa mara 4. He demonstrated stewardship in 2 ways. 1, generosity, giving to the poor. Number 2, restitution, restoring what he had taken wrongly. The lesson that we learn from there is that true salvation always produces faithfulness in stewardship. True salvation always produces faithfulness in stewardship. What the heart changes, when the heart changes, giving becomes joy, honesty becomes natural, service becomes willing. Salvation restores our relationship with God. And even Jesus was able to say, today salvation has come to this house. Jesus confirmed Zacchaeus' salvation because his life showed the evidence. Ya kwamba Yesu aliweza kutangaza wokovu kwa Zakayo kwa sababu maisha ya Zakayo yalionyesha the evidence of salvation. Faithfulness in stewardship is not the cause of salvation, but is the result of salvation. Ya kwamba uaminifu katika hali ya uwakili sio jambo ambalo linaleta wokovu, lakini it is as a result of salvation. The story of Zacchaeus teaches real truths. Salvation begins when we seek Jesus, and salvation transforms the heart, and faithfulness becomes the outcome of salvation. The saved person will naturally become faithful in tithes and offering, faithful in honesty. That is, someone who is saved will become faithful in tithes and offering, faithful in honesty. Atakuwa mtu mwaminifu. Si mtu ambaye atasukuma ya kwamba lete fungu la 10. Wapendwa, fungu la 10 katika kanisa hili watu wengi wanadivert. Unaona kama saa hizi mnajenga choo, which is very good development for Paul's and my docket. Tulipitisha kanisani kuanzia mwezi wa 5. No development inastahili kuendelea kanisa. Ni kujipanga kwa sababu ya makambi. Kwa sababu gani? Wherever those development arises, people divert. Na watu washiriki hawa wanapinywa na mambo mengi. Tunawapinya choo, lakini choo ile sisemi ni kwa mbaya umefanya, huenda pasa hajawaambia hiyo. Manake tulipitisha hiyo, that is a policy ya kwamba tukifika mwezi wa 5 mpaka wa 8 tunapea watu time, breathing space, wajipange, waende wakakutane na Bwana katika makambi, kwa sababu Mungu amewaagiza katika makambi wasikuje mikono mitupu, na kila mtu atoe kwa hiari kulingana na vile amebarikiwa. But wakati tutakuwa na program nyingi, ibada zetu zitakuwa na challenge. So ni vizuri kila mtu apee Mungu kulingana na vile ambavyo amebarikiwa. Kwa hivyo wapendwa, on matters stewardship,
inastahili tujipange, because God requires faithfulness. Zaka na sadaka ni jukumu lako, na Mungu hakuambii kiwango ni, anakuambia as I have blessed you give faithfully. Daudi naye anatuambia, nalikuwa mtoto lakini sasa mimi ni mzee, wala sijaona mtu wa Mungu ameachwa ama watoto wake wakiomba chakula. Hatustahili kuwa na mizigo mingi, hatustahili kuwa na challenges zote. We just need to be faithful to the Lord. Kwa sababu Yesu anatuambia, tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni, hayo mengine tutawazidishia. It's as simple as that. Kwa hivyo wapendwa, as we conclude, ningependa uweze kuelewa ya kwamba Yesu anatuambia kitu. Jesus did not ask Zacchaeus to give first. He first brought salvation to his house. And when salvation entered his heart, Zacchaeus stood up and said, half of my goods I will give to the poor. Giving became the evidence of transformation. Today, Jesus is also passing through our lives just as he passed through Jericho. He is not only looking for our souls, our church attendance, or even our works. He is looking for transformed hearts that demonstrates faithfulness. When Jesus truly enters lives, when salvation truly enters our lives, our time becomes God's time, our talents becomes God's service, our resources becomes God's mission. And then Jesus will say, today salvation has come to this house. Today Jesus is passing by Mwayale Church kama alipopita njia kwenda Jericho. Alipopita hiyo njia ya kwenda Jericho, alikutana na mtu mmoja ambaye was an unfaithful steward, because that's how Zacchaeus was. Zacchaeus alikuwa very unfaithful. Alikuwa a great man, a selfish man. But when salvation entered, when Christ entered in his heart, we saw the transformation. Sijui ni nani ambaye anaweza sema kama Zacchaeus ya kwamba Bwana, nusu ya mali yangu nitawagawia maskini. Na Mungu hakuitishi hivyo ugawia maskini. Kila Mungu anataka kwako ni faithfulness. Sijui nani anaweza sema, Mungu ninaomba unisaidie, as from today henceforth niwe mwaminifu, nikuabudu katika roho na kweli, nawe ukutane na mahitaji yangu, haja zangu zote uzisuluhishe sawasawa na uaminifu wako. Kama hilo ndilo ombi lako, ningeomba usimame. Kwamba Mungu nisaidie katika hali ya uaminifu, niwe mwaminifu. Na nikiwa mwaminifu, Yesu, nawe niwe mwaminifu wa kurudiza zaka na saka, niwe mwaminifu wa kupeana goli ya makambi kama sadaka ya shukrani kwa sababu ya baraka yako ya mwaka mzima. Nawe Yesu, kutana na mahitaji yangu kwa sababu wewe ni mwaminifu. And we should take the Lord at his word, kwa sababu Biblia inasema sijaona mtu wa Mungu ameachwa wala uzao wake ukiomba chakula. Baba mwema na Mungu Baba wetu, ni asante kwa sababu umenena nasi maneno yaliyo wazi, tumesikia na tumeona. Mwana Zakayo alikuwa mtu wa kupotea, alikuwa mpenda fedha, hakuwa mwaminifu, alikuwa very selfish, na hata aliweza kunyang'anya watu mali yao. Lakini Yesu ulipotembea kwake ukakutana naye, au kumwagiza kufanya jambo lolote, yeye mwenyewe kwa sababu ya badiliko la moyo anasema, nusu ya mali yangu nagawia maskini, na kama kuna kitu nimechukua kwa njia isiyo stahili nitarudisha mara hii. Tumeona Yesu unaweza kugeuza mtu yeyote akikubali. Unaweza kugeuza mioyo yetu sisi ambao si waaminifu tukawa waaminifu. Na kwa ishara hiyo tumesimama zote tukiomba Yesu uweze kutuingilia kwa maisha yetu, Roho wako apate kuwa pamoja nasi siku zote, tupate kubadilika tuwe waaminifu kwako, kwa sababu katika hali ya uwakili kinachotakikana ni kila mmoja aonekane kuwa mwaminifu. Neema yako tujalie sasa hata milele, katika jina tukufu la Yesu tuomba, na kila mmoja aseme amina. Mungu akubariki. Acha tu niendelee na pasa kama hatutatoka haraka, kuna kitu nitasema.
Wapendwa, Bwana asifiwe. Ni kama tumemalizia hapo, na kwa sababu kuna ibada ya Pasaka, ningependa twende katika kitabu cha Yohana 13. Biblia inasema ya kwamba mstari wa kwanza tusomewe hapo. Mstari wa kwanza, John chapter 13 verse 1. The Bible says, now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should depart from this world to the Father, having loved his own who are in the world, he loved them to the end. Yesu akisha kujua ya kwamba wakati wake wa kuondoka ulimwenguni umewadia, naye akiwa amependa wale wa ulimwengu, aliwapenda upeo, akafanya nini? And supper being ended, wakati wa chakula cha jioni, walipomaliza kula chakula cha jioni, the devil having already put it in the heart of Judas Iscariot, Shetani akiwa tayari ameingia moyoni mwa Yudas, yule ambaye ni Iskariote, ambaye alikuwa ni mwana wa Simoni, ili aweze kumsaliti Yesu. Jesus, knowing that the Father had given all things to his hand, na Yesu akijua ya kwamba Bwana amepeana vyote mikononi mwake, and that he had come from God and was going to God, na akijua alitoka kwa Mungu na anarudi kwa Mungu, rose from the supper and said aside and laid aside his garment, akasimama na akatoa mavazi yake, took a towel and hid it himself, akachukua tawelo akajifunga kiunoni, after that, na baada ya hapo he put water into a basin, akaweka maji katika bakuli, and began to wash the disciples' feet, na akaanza kutawadha miguu ya wanafunzi, and to wipe them with the towel, na akiwapanguza tawelo aliyokuwa amejifunga kiunoni. Akafika kwa nani? Then he came to Simon Peter, Akafika kwa Simoni Petro, and Peter said to him, na Petro akamwambia hivi, Lord, Bwana, are you washing my feet? wataka kunitawadha miguu wewe? Jesus answered and said to Na him, Yesu akamwambia ndio. what I'm doing to you and to you, what I'm doing you not understand, Kile ninachokifanya haujui, but you will know after this. na unajua baada ya. Unajua hii desturi ya kutawadha watu miguu, the culture of Judaism, ilikuwa inafanywa lakini na mtu ambaye ni the least servant. Kulikuwa na mtu anaajiriwa kwa kazi yake, watu wakitoka huko kama vile wanatembea, kuna dust. Huyo mtu mgeni akiingia kwa nyumba, kuna mtu wa kutawadha watu miguu. So ilikuwa inafanywa na mtu wa klasi ya chini kabisa. Lakini Yesu alipokuja hapa akajishusha, akaanza kufanya hiyo kazi. Ndio Petro anamuelewa, sababu Petro anaelewa huyu ni master wangu. Anamuuliza, Bwana, unataka kunitawadha miguu? Kwa sababu Petro anajua yeye ndiye angetawadha Yesu miguu. Lakini Yesu anamwambia, ninachokifanya sasa haujui. Kwa hivyo unaona wapendwa, hebu endelea mstari unaofuata. Peter said to him, Na Petro akamwambia, you shall never wash my feet. mimi haunitawadhi miguu. Endelea. Jesus answered him, Yesu akamwambia, if I do not wash you, kama sitakutawadha miguu, you have no part. hatuna ushirika. So we do foot washing for fellowship, ushirika. Ndipo Yesu alipomwambia nisipokutawadha hatuna ushirika, akasema namna gani? Simon Peter said to him, Yes, Lord, Bwana, not my feet only, ikiwa ni ushirika unapotea, si miguu peke yake unaniosha, but also my hands and my head. hata kichwa changu na pia mwili na miguu yote. Yesu akamwambia namna gani? Jesus said to him, Yesu akamwambia, he who is bathed yule ambaye amekwisha oga needs only to wash his feet, anastahili kutawadha miguu peke yake, but is completely lakini kwa sababu yeye ni msafi, clean, na kwa kuwa ninyi nyote mko safi, but not completely. lakini sio ninyi zote. Alisema hivyo sababu alijua Yudasi ambaye atakuweza kuja kumsaliti. Kwa hiyo wapendwa, tunapotawadhana miguu, hii ni kuondoa tofauti na vikwazo vya wiki ama wakati ambapo tumekuwa, kwa sababu wakati tuliamini tukabatizwa wote, lakini maisha yetu yana dhambi zile ambazo at times zinatuentangle, na ndipo tunapotawadha miguu au tawadhangi hata rafiki yako,
Hata kama kuna mtu unajua kanisani mlikuwa mmepelekana kidogo, kuna mtu ambaye hamkupelekana vizuri, this is the high time. Unakaa na yeye, unamwambia ndugu, tutawale. Unaomba, anaomba, ukitubu dhambi zako, naye akitubu zake, mkiungama, mnatawala. Na ningependa uelewe Pasaka ni ya wenye dhambi, kwa sababu hata Judas alisikia Pasaka. Si kumaanisha ya kwamba wakati tunashiriki Pasaka uyahoya tatabu, lakini tunaambiwa njia ya kuonyesha ushirika. Kwa hivyo wapendwa, siku ya leo ni siku ya Pasaka. Najua madeacons na deaconesses wameandaa. Tujue ya kwamba tunapotoka nje tunaenda kutawala, na unatawala mwenzako, si yule ambaye ni rafiki yako. Unaweza chukua mtu yote bila ubaguzi. It is required. Yaani inakubalika katika kanisa la Adventista hata mtu kutawala mke wake. Only that one. Mwanaume hawezi kutawala mke yoyote, na mwanamke hawezi kutawala mwanaume yoyote. Lakini ikiwa ni mume wako, unaweza kumtawala. It is not a crime. Unaweza piga magoti, unamwambia na baba, mtoto kwanza. Ulinikwaza hata kama unaona tumekuja kanisani, nimekuwa nimekubeba, kuna lile jambo ulisema na mimi nimekusamehe. Naye anakuambia nimekusamehe mke wangu, na unatawala. Sana. Sana. Kwa sababu mara nyingi tunakuanga na hypocrisy kubwa nyingi. Unatawala na mizigo umebeba. Kwa hivyo kama ungependa kusema ya kwamba mimi na mke wangu ningependa tutawadhane, ndiko tupee maji, it is allowed. But not beyond that. Usichukue mume wa mtu ukamtawala, na usichukue mtu wa mke wa mtu ukamtawala. Ikipatikana hivyo, tunaita baraza la kanisa hapa kando, tunakushughulikia. Kwa hivyo wapendwa, wakati huu tunataka tuondoke, deacons wapange, tutawale na tuweze kuingia haraka ili tuweze kuendelea na mambo ya emblem tumalizie. Wapendwa, Mungu awabariki. Asante. Tusimame na wimbo unasema alilipa bei tunapoondoka. Yesu anasema wewe Yesu anasema